Karibuni tena wadau wetu mnaotufuatilia Mutafarm. Majina yangu ni Paul Mahui Mwesongo, meneja wa Mutafarm. Shamba letu liko Kilosa kama tunasema kila siku, mkoa wa Morogoro. Tunajishughulisha na ufugaji wa kuku wa mayai kwa maana ya layers. Tunafuga pia kuku wa kawaida, tunasema kuku wa kienyeji pure, kienyeji kabisa. Lakini pia tunafuga kuku chotara, wote hao kwa ajili ya kwanza kujipatia mahitaji ya muhimu, lakini pia kwa ajili tunafuga kibiashara kwa ajili ya kutafuta maisha tunasema. Lakini pia tumejiongeza kwa ufugaji wa ng'ombe ambao kwa sasa tunajitahidi kuwapatia hizi taarifa za ufugaji wetu wa ng'ombe tulivyo tangu tumeanza mpaka tunavyoendelea. Tumezungumza sana kuhusu kuku na kuku bado tunaendelea nao, lakini pia tumeongeza kwenye ng'ombe. Sasa kwenye ng'ombe kidogo unahitaji kamtaji kidogo kubwa kwa sababu ng'ombe mmoja anauzwa milioni 3, milioni 2, milioni 4 na kuendelea huko. Lakini kwa kwetu huko ulipate ng'ombe mzuri basi lazima uwe na milioni 3, milioni 4. Tunamshukuru Mungu tumeanza na ng'ombe kadhaa ambao tuko nao shambani, na tulizungumza kwa habari ya banda, tumezungumza kwa habari ya malisho kwa maana ya majani. Lazima uwe na shamba lakini lenye uwezo, lakini sio tu shamba kubwa sana, lakini hata ukipata eka zako 5, eka zako inategemea na idadi ya ng'ombe, lakini hata ukipata eka zako 2 unaweza ukatenga eka moja kwa ajili ya mabanda, alafu eka moja ukaitenga kwa ajili ya majani. Na majani pia kwa aina nyingi, lakini ukaweka majani rahisi ambayo kipindi kama ambacho tuko nacho leo hii, hii ni Oktoba, hii tunakwenda Novemba, bado kwa kwetu huku mkoa wa Morogoro hususan wilaya ya Kilosa bado hatuna mvua nyingi, bado mvua hazijaanza kushuka. Kwa hiyo na hali ni ukame, na kama hauna majani ina maana utapata shida sana. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kuzingatia ambavyo kila siku watu tunawakumbusha wafugaji. Lakini pia kwenye matibabu kila siku tunawaambia watu kwamba ni muhimu. Tulizungumzia pia kwenye video yetu nyingine kwamba umuhimu wa matibabu. Na sio tu matibabu, tulikuwa tunazungumza kuhusu chanjo kwa sababu ng'ombe nao wana chanjo ya mapafu, chanjo ya ndorobo na kadhalika na vitu vingine vingi. Kwa sababu pia uchanje pia ili uweze kufuga kwa tija, iwe ng'ombe, iwe mbuzi, kondoo, lazima pia wachanje kama ambavyo tunachanja kuku, bata, njiwa na ndege wengine, lakini ng'ombe nao wanachanjwa. Lakini leo kwa dakika hizi chache nataka nizungumzie kidogo kwa habari ya namna ya uzalishaji kwa maana ya ng'ombe anapofikia umri wa kupandishwa. Sasa ili pia upate mbegu nzuri lazima utafute dume mzuri. Lazima utafute dume mzuri ambao unahakikisha udume, sisi tunafuga hapa, tunafuga chotara hapa. Kwa hiyo lazima utafute huyu dume ni chotara lakini pia angalau mwenye sifa. Kwa hiyo yule dume ndio unaweza kupata shambani kwako, ukamtafutia na ng'ombe ambayo yuko tayari kupandwa, akapandwa. Na ikumbuke kwamba wanyama yani wanakuwepo kwenye joto kwa mahitaji ya uzalishaji. Sio tu wanakuwepo kila siku, wanakuwepo kwa sababu ya uzalishaji. Kwa maana ya ukiona amepandisha joto ina maana kama ni ng'ombe jike anataka dume. Kwa hiyo dalili mojawapo utamwona ng'ombe anakuwa anahangaika, anapiga kelele, anatafuta dume, wakati mwingine anaweza kapanda hata jike mwenzake au hata kwa madume wadogo. Utaona dalili zile, utaona huyu sasa yuko tayari anahitaji dume. Kutafuta dume ukamwekea na ukishamwekea huyo dume basi maisha mengine yakaendelea. Lakini pia kuna njia nyingine ambayo nataka tuilete kwa habari ya wanasema wenyewe unapandisha kwa chupa. Wanasemaga hiyo lugha nzuri, wanapandisha kwa chupa. Yaani kuna mbegu unazichukua, alafu unanunua ile mbegu na unachagua unataka ng'ombe azaliwe ng'ombe jike au dume. Mbegu ziko za kike au za kiume. Kwa hiyo unaweza ukachagua, alafu ukamtafuta mtaalamu wako. Ng'ombe anapokuwa anaonyesha dalili za kuwa yupo kwenye joto, kwa maana yuko tayari kupandwa, sasa tunasema asipandwe na dume. Ndio unamtafuta mtaalamu wako na ile mbegu anakuja anapandikiza. Na baada ya hapo ng'ombe wako atashika mimba, na kama hatakuwa ameshika mimba basi tunaangalia baada ya muda unampima tena na dokta. Kama atakuwa haikushika mimba mara ya kwanza, unatafuta joto mara ya pili, lakini lazima kama itakuwa Mungu amesaidia na imekaa vizuri, hiyo mara ya kwanza
inawezekana akawa ameshika mimba kwa hiyo mbegu ambayo utakayoweka, na baada ya hapo mtunze ng'ombe wako ili kwenda kwa ajili ya maandalizi ya kuzaa, na utakuwa umepata mbegu bora, kwa sababu ile mbegu zinazouzwa zile zinakuwa ni mbegu ambazo zina uhakika. Ukiruhusu ng'ombe wetu hawa wachanganyike na ng'ombe wengine, unaweza kupata mbegu ambayo sio bora. Kwa hiyo ili tupate mbegu bora, nimekwambia chaguzi mbili. Cha kwanza, kuchagua dume bora utakayemweka kwenye shamba lako ili ampandishe ng'ombe wako. Ukiweza ni vizuri kutafuta mbegu ambazo tunataka mbegu za chupa, ili zile zina uhakika, kwa maana unapata kitu ambacho kina uhakika. Kwanza unachagua aina gani ya ndama unataka azaliwe, au wa kike au wa kiume, lakini pia ni aina gani unaitaka ya ng'ombe, pia nayo unaipata pale. Kwa hiyo unapokuwa unapandikiza unakuwa unapata kitu chenye uhakika. Kwa hiyo tuwashauri tuendelee kushauriana. Inawezekana najua ulikuwa unajua, lakini tunapanuana mawazo zaidi kwa ajili ya ufugaji, na nimesema kwamba tunapatikana Kilosa. Karibu tutembeleane shambani kwetu, tushauriane ili maisha mengine yaendelee. Sisi wafugaji ni ndugu na tuna lengo moja, kwa hiyo ni vizuri kushauriana ili tuweze kufika tunakotaka tufike. Mimi niwashukuru sana. Naitwa Mahui Mwesongo. Mungu awabariki sana. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.